tufikirie mambo ya kuleta manufaa kwa watu wetu na maendeleo kwa watu wetu. Badala ya kutumia pesa kununulia wale watoto chang'aa, lipa school fees na hiyo pesa. Badala ya kupeleka watu waende kupiga machogu mawe kwa barabara, hiyo pesa enda ulipe school fees, kwa sababu kuna watoto wetu ambao wanahitaji fees. Ama namna gani? Hapana, hatuwezi kukaa namna hiyo. Lazima sisi zote tukatae ujambazi na maneno kama haya. Na hawa viongozi tuwaeleze, watumie nguvu zao na wakati wao kutumikia wananchi na kushughulikia maneno ya maendeleo. Ama namna gani? Vizuri kama tuko pande moja. Hai kazi. Hapa Kenya makuzo wa Rigiji wanasemaje? Ate makuzo wa Rigiji wanasemaje? Ate munasemaje? Ate munasemaje Kenya? Hapa ni one time. Acha nione. Haya, Haron. Wewe Ruto. Wewe Kasongo. Wewe Kaongo. Wewe Zakayo. Wewe mwizi. Wewe muuaji. Wewe mtu ya Singapore. Kasongo aende asiende. Kasongo aende asiende. Wangapi wanasema Kasongo aende, Kasongo aende. Mambo hapana, sio poa, ni one time. Mambo hapa Kenya, mambo hata kule kwetu na Kenya yote ni one time. Mimi nasalimia ababu si wote. Sikuweza kuja Jumatatu na Jumanne, nilikuwa kule Uganda tukiwinda ukora kama ule uko hapa Kenya. Tumesema hatutaruhusu kiongozi hata moja East Africa atukalie tukiwa wanajumuiya. Kwa hivyo nafanya kazi Kenya, Uganda, Tanzania. Sasa siendi tangu nipushwe na mama mchapa. Waipa, nyinyi babashi mko tayari kukomboa nchi yenu? Hawatajua wenzangu wanasema tuende tukaunde serikali. Lakini serikali kabla ya kuketi tuunde, ni lazima tukomboe nchi kutokana na mtu anaitwa William Ruto na Kasongo. Mbunge wenu hapa anaitwa Alpha Miruka. Nasikia amekatalia kwa Kasongo. Amekatalia huko. Kama anakatalia kwa Kasongo, aende asiende? Ninyi umeamua Kasongo ni one term. Basi kama anakatalia huko, nimeona hapo mko na viongozi wengi ambao wanaweza fanya hiyo kazi. Ama namna gani? Nimeona mtu anaitwa hapa Olympics, anaweza hiyo kazi. Nimeona ndugu Ondari na wengine. Sasa pia nimesikia gavana wenu Bwana Arati pia amekatalia huko. Nasikia alikuwa amesema eti Dr. Matiang'i na team ya alternative government tusikanyage Kisii. Ametutumia wahuni watufungie stadium, wahuni na mapanga na mawe eti watupige sisi na kijana wenu huyu Dr. Frederick Matiang'i. Lakini nimeona hapa kusimulikataa hiyo mchezo. Mukasema shetani afanye nini? Si walishindwa? Si tuliingia Gusii Stadium? Na sasa Bwana Arati sisi tumemwambia arudi asalimu amri afanye kazi na huyu Matiang'i. Sawa sawa? Lakini asiporudi, si muko na vijana wanaweza fanya hiyo kazi? Nimesikia tuko na kijana Daktari Ondari, si hodari? Tuko na Machogu, huyu amekuwa waziri, si anatosha? Sasa mwambie Bwana Simbarati arudi afanye kazi na Matiang'i ama aende nyumbani na Kasongo 1, Arati 1. Asiporudi basi aende asiende? Huyu Kasongo tunasema one term sababu nchi hii ameiharibu. Sekta ya afya, nikiwa na huyu Matiang'i na Uhuru Kenyatta tulikuwa tumeleta ile mambo ya linda mama. Wamama walikuwa wanazaa bure. Tunawalinda, awe mama wa bodaboda ama yule askari ama muuguzi. Sasa wamama wetu wanakufa. Wamama wakizaa wanakufa.
Mambo ya SHA tulishindwa kuunda afya, ende asiende. Elimu ya watoto wetu, haya university funding model aliyoleta haifanyi kazi. Kama ameharibu elimu, aende asiende. Mwisho wanapora Kenya, usiku na mchana wanapora Kenya. Unasikia bilioni 11 ya SHA imepotea. Sasa tuko tunasikia tena ya kwamba mabilioni ingine tukamsimamisha. Alikuwa anauza KICC, hata sanamu ya Jomo Kenyatta ilikuwa inaenda. Haki ya Mungu, tukaenda tukamsimamisha. Sasa anataka kuuza Safaricom, anataka kuuza pipeline, anataka kuuza refinery ya Kenya, na tunasema Bwana Ruto, we will stop you. Hautauza Safaricom, sawa sawa? Na tunaambia Vodacom, you are an international reputable company. Stop dealing with this corrupt regime, ama will face you kule kotini. Sawa sawa? Mtachunga mkono jamani? Tusimamishe damu ya jenzi kumwagika, mtachunga mkono? Tutembee na huyu Matiang'i, na huyu Kalonzo, na huyu Rigiji, tuunde serikali. Mwisho ni waibie siri. Hizi siku 3 tumekuwa Kisii, nasikia Kasongo bwana. Semeni mbaya. Hata akikuja hapa hata akuja na mwezi Ruto ni 1. Mmeamua hata aweke mawe ni 1. Ni mbaya, sema mbaya. Asante, Mungu awabariki. Tuko na pressure ya mvua hapa Kisii. Tutanyeshewa vile tulinyeshewa jana Nyamarambe. Sasa hivyo nawaomba Mheshimiwa Stephen Kalonzo Musyoka. Ai, ndugu yangu Fred, hawa korera zangu anasema hata kukinyesha lazima tuongee nao, sio? Basi asanteni korera zangu, nimbia muri. Kumbe mmezaana namna hii. Niliwapatia wasichana 2, sasa mmeongezeka. Naona nitawaletea wengine. Lakini pia vijana huko Ukambani wananyemelea sana huko. Kwa hivyo ni furaha tele kufika hapa Ogembo, Gucha, Kisii ili kusalimiana mapema na asubuhi na korera zangu. Mimi tumezunguka hizi siku 2 tukiona mwacha tuone mkono, tuone. Hata wale wako Amerikani wa Kisii wako everywhere. Mtu anaitwa Job Nyangenya anasema tuwasalimie. Wangapi wakubali hizo salamu zao? Na hata sijui kama lipo wakituma pesa walikuwa wanatumia union. Sasa hata siku hizi unaweza ukatuma kwa M-Pesa. Najua ananyemelea ambayo inaleta maziwa mengi Kenya hii. Lies that na ndio tunasema hatuwezi kampuni ya umma ya Kenya tukijua, ingawaje ni kampuni kama Vodafone, na tunajua wao wenyewe wanazingatia ukweli na uwazi. Tunataka wao wafikirie uhusiano wao na Bwana Ruto
na shirika la M-Pesa inasambazwa Kenya nzima. It is in billions. Kiliana na sisi wangama sema zake wanaweka kwa mfuko wao. Kwa hivyo tukiunda katiba wamezana, wameongezeka. Mimi ilikuwa nikipressurize kwamba kama kutapatikana kando na ile 47 sababu ilipatiwa district at a certain time, Ngucha ingekuwa tayari ni county. Na mimi huo tukisonga mbele tutaangalia vile tunaweza kurekebisha makosa haya ya kihistoria. Tuna only 2 counties. Ngucha ilikuwa imewekwa mbele. Huko ni kwa ndugu yangu mzee wa Kristo Bure. Huko ni kwa Kristo Bure na kwa Profesa Ongeri. Huko ni Kisii. Kwa hivyo tutahakikisha wa mbele kuleta mabadiliko ya haki Kenya hii, pamoja na ndugu yetu Raila ambaye alilala. Hiyo miaka 15 nashikilia Raila. Hamtadanganywa na pesa. Hii pesa ya wizi wanasumbuka naye. Munaibiwa pesa ya kumfanyia kazi ya elimu, unakuja kuletewa ya kununua chai. Ile ingine inabaki kwa mifuko yao ile nyingi. Mtakubali hiyo? Nione basi. Harambee! 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 Asanteni sana. Juzi nimepitia Bomet. Hawa watu ya Kasongo, viongozi ya Kipsigis, wanalia kama panya imeshikwa na mtego. Na mimi nimekuwa hapo tu dakika 10 peke yake. Mimi naambia nyinyi viongozi ya Kipsigis, mmeumiza hao siku mingi. Hawana barabara, hawana maji, hawana stima, hawana chochote. Sisi timu yetu tutatembea kwa Kipsigis siku 5. Tutaenda kila constituency tukiongea na watu ya Kipsigis. Waacha hiyo mnalia. Tumepita dakika 10 mnalia kama panya. Tunakuja siku 5. Alafu tutaambia wa Kipsigis maneno mpaka masikio ikuwe moto.